Ni saa 12 Afrika Mashariki, sawa na saa 11 Afrika ya Kati. Hujambo, mimi ni Regina Mziwanda. Karibu katika Amka na BBC. Katika gumzo asubuhi hii tunauliza, je, tatizo liko wapi katika kubadili mitizamo na kubadilisha mifumo ya jadi kuwa mwanamke hawezi kupata urithi wa moja kwa moja? Asilimia kubwa ya wanawake bado hawana uelewa wa kutosha juu ya haki zao kwa sababu ya kutokuwa na elimu ya kutosha ya elimu za kisheria. Serikali wanajitahidi kutoa elimu kupitia elimu za kisheria kwa jamii moja kwa moja vijijini, kama vile kampeni ya Mama Samia Legal Aid Campaign. Naam, kutokana na uelewa mdogo wa watu katika masuala ya sheria kumefanya kampeni mbalimbali za masuala ya haki na sheria kuanzishwa dhidi ya haki za wanawake. Kampeni hizo zimejikita katika kutoa elimu ya kisheria kwa wananchi, hususan katika masuala ya ukatili wa kijinsia, migogoro ya ardhi, mirathi, usuluhishi wa migogoro kwa njia mbadala na masuala ya husuyo haki za binadamu kwa ujumla. Lengo kuu la kampeni ni kulinda na kukuza upatikanaji wa haki kwa wote kupitia huduma ya msaada wa kisheria. Na katika gumzo kwa kuangazia hilo kutoka Mpanda, Tanzania, ninaye wakili wa kujitegemea Pendo Vera Hussein, pamoja naye ni Abednego Matogo kutoka nchini Kenya anayeanza kujadili suala hili. Wakili Pendo, je, tatizo liko wapi katika kubadili mitizamo na kupata haki za wanawake na kubadilisha mifumo ya jadi kuwa mwanamke hawezi kupata urithi wa moja kwa moja? Kwa upande wa Tanzania, kwa kweli asilimia kubwa ya wanawake bado hawana uelewa wa kutosha juu ya haki zao kwa sababu ya kutokuwa na elimu ya kutosha ya elimu za kisheria. Lakini watu wengi wamejitahidi kupata elimu kupitia namna mbalimbali za ushirikishwaji katika masuala ya kijamii, lakini pia serikali wanajitahidi kutoa elimu kupitia vitu mbalimbali kama vile vyombo vya habari, lakini pia kupitia elimu za kisheria kwa jamii moja kwa moja vijijini kupitia kampeni mbalimbali kama vile kampeni ya Mama Samia Legal Aid Campaign. Wakili Abed, unaweza kutueleza kwa nini ni vigumu kwa wanawake kupata haki kisheria katika kurithi mali? Kwa sababu sheria zipo kwa ajili ya kumlinda kila mmoja na kupata usawa katika mali ambazo zimeachwa, na pengine anajashwa katika mali hizo. Kwa nini inakuwa ni vigumu kupata hiyo haki? Kwanza ni zile mila na desturi ambazo tumeshajiwekea kama Tanzania kwenye masuala ya kijinsia, kwa maana ya kwamba kwa kipindi kirefu tulikuwa tunazoea kwamba wanawake walikuwa wanatengwa kwenye masuala ya mali. Sasa ukizingatia katika masuala ya mirathi, tunapoangalia sheria za kimila juu ya masuala ya mirathi, mwanamke huwa alikuwa anawekwa katika daraja la 3 katika kurithi mali, na mtu kama mjane alikuwa hawekwi kabisa kwenye masuala ya kurithi mali. Kwa maana gani? Kwamba sheria za kimila kwa kawaida huwa zinaweka madaraja ya kurithi mali, kwa maana ya kwamba mtu wa kwanza anayetakiwa kurithi mali ni mtoto wa kiume mkubwa katika familia ya mke mkubwa wa ndoa, kwa maana ya huwa tuna ndoa za wake wengi. Sasa yule mke wa kwanza mtoto wake mkubwa ndio anakuwa anachukua fungu kubwa la mirathi, alafu kundi la pili linalofuata ni la watoto wote wa kiume waliobaki, alafu kundi la 3 ndio wanawekwa watoto wa kike bila kujali umri wao, alafu mjane yeye anakuwa hayupo kabisa katika upande wa kurithi mali, hivyo anakuwa anategemea kulelewa na watoto wake kama yeye alivyowalea. Kwa hiyo unaona, kwa mila na desturi hizo ndio zimeweka mpaka leo hii tunakuwa tuna kama dhana mpotofu ya juu ya kurithi mali kwa wanawake kwa sababu ya yale mazoea ya mila na desturi ambao ni wanaume. Pendo, kati ya mke na mume wana haki sawa katika umiliki wa mali kisheria? Baada ya kuundwa kwa sera mbalimbali za kuhusiana na masuala ya kuinua wanawake kiuchumi, ndio tunaona sasa hivi walau kuna nafasi kwa wanawake kurithi mali sawasawa na wanaume katika masuala ya kurithi mali za marehemu. Lakini kabla ya hapo ilikuwa ni ngumu, na swala ambalo limesababisha mpaka kufikia hatua ya wanawake kuinuliwa katika kurithi mali za waume zao ni kwa sababu ya hizo mila potofu ambazo zilikuwepo zamani za mwanamke kutengwa kabisa katika mirathi. Serikali iliona kwamba kuna haja ya kuweka sera mbalimbali kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mwanamke naye anafahamu haki zake, lakini pia anapata sehemu ya mirathi kama vile sheria za kiserikali zinavyotaka kwa mwanamke au mjane kurithi. Abednego, ni kwamba mwanaume na mwanamke ni sawa mbele ya sheria. Ndio basi sisi kama wanasheria tuna jukumu kubwa zaidi kuhakikisha kwamba vijijini haswa watu wanapata kuelewa kwamba ugavi wa mali ya wazazi ambao wamefariki unafaa kuangaliwa na usawa wa wewe ni mtoto, si wewe ni mwanaume, wewe ni mwanamke. Abednego Matogo kutoka nchini Kenya ni wakili huyu, pamoja naye wakili Pendo Vera Hussein kutoka Mpanda, Tanzania,
wanahitimisha gumzo pamoja nami, na nikitazama kwenye ukurasa wa Facebook wa BBC hapa, Mwalimu Kennedy Mpemba Kennedy anasema yuko Kagongwa Kahama, viongozi wa Sudani ndio chanzo cha mapigano, lakini Fikiri Dario Gakala anasema amani ya kudumu Sudani ipo mikononi mwa Wasudani wenyewe. Isaya Sambo mpenda amani wa Tanzania yuko Dodoma mjini, anasema anafuatilia matangazo ya BBC Swahili. Nami niseme shukrani, tembelea tovuti ya BBC pia kwa taarifa zaidi kadiri zinavyotukia.